Good afternoon, good morning, hi. I hope mko sawa nyinyi wote. I hope you're doing great. My name is Mwangi Mwaniki and this is Mind and Mike podcast. It's yet another day for us to engage, or for me and you to engage in a very insightful and a very great conversation in our podcast today. The last episode mulinibamba sana. You made it a very fantastic episode by watching. And kwanza nitambue watu waliwatch. Kalefti niliona Theuri, niliona Kelvin Grant, na niliona wengine, niliona Wanjao Kezia. I saw almost everyone watch. And let's now dive into today's conversation that we're going to talk about. And we're going to look at the dangers that surround having or taking painkillers without prescription, or without the right prescription, or without recommendation from a health practitioner or a doctor. Now, let's dive into this conversation. Now, probably you might have had a headache. Najua maybe pengine uliumwa na kichwa. And what you thought was to go for painkillers. And if it didn't relieve, or if the painkillers that you went for didn't relieve your pain, you thought like, wacha niende zingine. Or ukasikia umeumwa na tumbo ukafikiria, let me go for some other painkillers so that I can relieve my pain. You didn't have a doctor's prescription, right? You just went, took like 2 tablets or even more than what the doctor would have prescribed you to. And some of the medicine that we use, the painkillers, this is generally medicine. Some of the painkillers that we mostly use are the Panadol, Diclofenac. But today I want us to look at the dangers sometimes that we get ourselves into. Kwa sababu pia mimi nikiumwa na kichwa na kibianga tu nachukua dawa without caring whether hizi ni dawa nafaa kukunywa ama it's something that I'm supposed to be very cautious about. Kwa sababu nikiumwa na kichwa, it does not necessarily mean that naumwa na kichwa. It might be something else. So what I want to encourage is so much about you, wewe kama an individual, kwenda hospitali so that you can uangaliwe shida yako ni gani before you assess yourself. Naumwa na tumbo, before you assess yourself, I don't know what I'm feeling, niko na fever, wacha niende cetirizine, wacha niende sijui which medicine, wacha niende Kaluma. For my case, mimi naedeanga Kaluma sana nikisikia kuna ati kama niko mgonjwa naedea Kaluma. But what are the damages that we cause to our bodies? Sometimes unajua tunajiletea shida. For example, we have liver damage. Ukizoea kuchukua hizo painkillers, for example Panadol, kuna Tylenol, unachukua tu dawa unaenda unakunywa. Have you thought about your liver? Ama umefikiria inaweza kuwa itakuletea shida ingine ya liver? Instead of kukuheal, imekuletea shida ingine. Now a greater problem than the one you had. And maybe haukuwa hata unaumwa na kichwa yenyewe, you didn't have a headache, you had another problem that you didn't know, but ukakimbilia tu kwenda kuchukua dawa. So you get yourself that umejiingiza hata kwa shida ingine kubwa, more than having gone to a doctor so that the doctor can prescribe you the best medicine. Number 2, it is the kidney damage. Here the medicines that are mostly involved ni Diclofenac, kuna Ibuprofen, and they are known as non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. Long-term use or heavy use of these medicines can cause kidney damage. Unapata kidney yako imeanza maybe kufail, and it's a problem that maybe you didn't have, or after umetumia wewe umekaa tu umefikiria umepona ile shida ulikuwa nayo, but after some time una note kwamba kidney yako sijui imeanza nini, ama unapelekwa hospitali, sijui ulianza kuumwa na nini. Wakati watu walikupeleka hospitali, unaambiwa sijui uko na shida ya kidney. Unauliza shida yangu ilitoka wapi shida ya kidney, na siku anatumia hakuna kitu mbaya nimefanya, but then shida ilitoka pale kwa zile painkillers ulichukua bila prescription. So before you engage yourself kuchukua dawa zingine, first make sure that you have a prescription from a doctor. Usiende tu ati kununua dawa, usiende tu kwa duka kununua hizo painkillers. That is what I'm trying to say. Number 3, you will have umepata some stomach issues. Medicines involved are the ones that I've said, and NSAIDs like Diclofenac and Ibuprofen. They can cause
stomach ulcers, bleeding, and gastritis. And this is especially when they are taken or when they stay in an empty stomach for a long time. Just sometimes utaenda tu uchukue painkillers bila hata kukula. Hauko umekula, so umeenda umechukua diclofenac juu unajua nilikuwa naumwa na tumbo, ama nilikuwa naumwa na kichwa, nilikuwa naumwa na meno, nikaenda nikakimbilia tu diclofenac, nakuja na kunywa, and then like I didn't even know what was really happening, or I could have gotten another prescription, but nikaamua kukua daktari or a medical practitioner. I prescribed it for myself. Then after some time, nimekaa maybe hata niko kazi, nakaa for a long time, maybe for a day or maybe half a day bila kukula anything. So ina cause ama nimezoea kuchukua hizi painkillers before eating, or I do not have anything yenye nimekula in my stomach, so it is going to affect me. Nitaanza kupata ulcers, nitaanza kubleed kwa tumbo without knowing. So nikienda hospitali ama or after nimechukua hizi dawa, nimeanza sasa shida ingine. I continue with the same habit of kuchukua painkillers that I don't know zinani affect. So nikiendelea hivyo, you can imagine the pain that I'm going to cause to myself. We have another problem, that is increased risk of heart problems. Some painkillers, hizi zenye nashinda nikisema NSAID, they can increase the risk of a heart attack or stroke. Yani vile unatumia hizi madawa za painkillers zinaweza increase the rate of a heart attack or stroke, particularly sana kama unazitumia in overdose. Unajua the problem that we have is that we do not know whether tunatumia overdose ama hatutumii overdose, or we are using an underdose, kwa sababu we have prescribed it to ourselves. Si ati tulienda kwa daktari mwenyewe akatuandikia. Hapana, ni vile nimeenda hapo kwa shop ya tuseme nani, namuitanga Mama Nyambura wako kwetu. Naenda kwa Mama Nyambura na mwambie, unajuaje Mama Nyambura, nataka unipatie diclofenac, nataka unipatie mara moja ama unipatie Panadol juu nimesikia kama naumwa na kichwa, naumwa na meno, ama I have some other problem, ama niko na homa na muitisha kaluma ile ya kumumunya. Like najiletea shida kama hii, increased risk of heart attack and stroke. So nikiendelea, what will happen? Another problem is that we mask underlying conditions. By masking underlying conditions, I mean ni kuficha tu, like nimetuliza tu ile shida niko nayo. Like kuumwa tuseme na meno imeniuma, nimesema acha tu nikimbilie diclofenac, kama nikimbilie mara moja, ama nikimbilie dawa yote ile, the painkillers that you know. Nikiamua kuzikimbilia, what will happen? I'll not have solved the problem. Sitakuwa nimesuluhisha ile shida ambayo niko nayo. Ni kutuliza tu hapo, niseme like nimesikia ni kama nimeimprove, but what have I done? I've made a very bad decision to just cover, ni kama kufunikia tu ile shida uko nayo. So the real situation that you have inafunikwa for some moment, but then itakuja kutokea siku moja. The other one is it comes with the now drugs interactions. For example, nimenunua painkiller juu nilikuwa naumwa na kichwa, and maybe for a reason natumianga pombe, or you use alcohol. Tuseme nilikuwa naumwa na kichwa mchana, nimetafuta kamara moja, nimetafuta nini hizo dawa, and ama natumianga drugs zingine. So naamua tu acha nikunywe dawa ya kuumwa na kichwa, dawa ya kuumwa na tumbo, and tuseme kichwa imeacha kuniuma either instantly or after some minutes, nimeenda nikakunywa pombe. What will happen? There will be drug interactions. That is basically what I mean. The other one is addiction and dependency. Unapata ukizoea kutumia hizi painkillers that are not prescribed, si subscribed, lakini mnaweza subscribe hapo kwanza. Unapata unatumia dawa zenye si prescribed by your doctor. Wewe umeenda ukanunua pale over the counter kwa hiyo shop yenu iko hapo nje. Unaanza kukua na addiction na dependency. What does this mean? Addiction meaning that hauwezi kaa bila kutumia hizo dawa, na unaanza kudepend on those medicines ama hizo painkillers. Hauwezi kaa bila, so lazima ubebe, ujiweke kwa mfuko such that in case usikie kama ni kichwa inataka kukuuma, unaanza kuzitumia. The other one is overdose risk.
unapata ati the overdose risk yenye uko nayo ama the overdose risk, if you use these drugs it means that you're not being prescribed. Utachukua like maybe tuseme doctor anaweza kuprescribia 1 times 3, 2 times 3, 3 times 3, lakini wapata wewe umekunywa maybe tuseme 2, 3 at the same time ama 4, 4 tablets. Unakunywa hivyo tuseme at some other point unachukua 2, ama unakunywa hata inconsistently. Unakunywa tuseme ya leo, kesho hivyo vile unataka, ama ukichelewa kukunywa unafikiria unajua acha nifanye nini, acha nikunywe zikiwa 4 ama zikiwa 5. So unajipeleka into an overdose risk. And overdosing yourself meaning unaweza pata another disease, ama unaweza jipata uko na shida nyingine kubwa kuliko yenye ulikuwa nayo. Kama kawaida, before I go, lazima niwapatie story. There is a radio station once ilileta a guest who mwenye alikuwa amezoea kutumia dawa za over the counter, ama alikuwa amezoea kutumia painkillers. And when this lady alikuwa amezoea kutumia, it was a lady, yes, I remember, it was a lady, akajipata ati anatumia painkillers, akiumwa na kichwa anaendea painkiller, akiumwa na meno, akiumwa na tumbo. She used to use painkillers. The story was going like this. When ilienda ikafika to a place where she cannot use them anymore, or the problem ikaonekana ni kama haishi, alienda akakaa and skin yake ikaanza kukua pale, yani akaanza kukua na conditions, akaanza kukua hizi toka kwa nyumba juu ni mgonjwa sana. Alafu unfortunately ngozi yake ikaanza ku unpeel itself, ama ngozi yake ikatoka, ikiwa ngozi yake sana baki bila ngozi, showing you that ukiendelea kutumia hizi painkillers there are so many effects. Si lazima ikuwe ati ni ngozi itatoka. Kama vile nimewaambia, kuna kidney damage, kuna liver damage, meaning that there are so many problems. So let's encourage ourselves to go to the doctors first to be prescribed those medicines badala ya kununua over the counter. Wacha ikuwe ni daktari amekurecommend kwenda kununua hizo over the counter medicines or painkillers. That's it for today's episode. My name is Mwangi Mwaneki. Let's meet in the next episode of Mind and Mike podcast. Don't you forget to like and subscribe to our YouTube channel, and also share with your friends and family. Na kama kawaida nimewaambia lazima tukue tukitambua wale walikuwa wamewatch the last episode. Nimewataja pale kwanza. So make sure that pia umewatch. Nitakutaja the next time when we come again for another podcast. Bye bye.